anaweza kuchangia chochote kwenye jamii, yule tunasema pia ana afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote ambaye anaweza akafanya kitu ambacho chenye tija kwenye jamii, kwenye kanisa, kwenye familia yake, tunasema yule ana afya njema, hata kama anayo mapungufu kidogo, kwa sababu kila siku sisi binadamu tunapambana kuwa mtu bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapambana kuwa watu bora. Hamna muda, ukishasema wewe mimi nimeshakuwa bora, tayari una shida. Kila mtu anapambana kuwa mtu bora kila siku. Tuko pamoja? Sasa nakutajia tu wakati tunaelekea kula, katibu utaniambia sababu zinazopelekea magonjwa ya akili. Sababu zinazopelekea magonjwa ya akili, zipo sababu nyingi sana, lakini naomba nizitaje chache, alafu hizi tutazishambulia zaidi tukiwa tumepata nguvu ya chakula, kama tunapata muda. Sababu ya kwanza ni kazi. Sasa sababu ya kazi, hilo ni sababu kubwa. Sababu ya kazi ni sababu kubwa. Inaweza ikawa ni kukosa kazi, inaweza ikawa ni kufukuzwa kazi, inaweza ikawa kazi unayofanya inatweza utu wako au unanyanyaswa. Kuna mtu mwingine anatumikishwa kazini kama kambwa. Samahani kutumia hiyo lugha. Kazi hapa unapewa, hii hapa ya kwako, hii hapa ya kwako, hii hapa ya kwako, pako unakuwa frustrated. Hiyo inatengeneza kuchanganyikiwa, inatengeneza kukosa ustahimilivu. Lakini kuna mtu mwingine hana kazi, kwa hiyo sasa anaanza kupima, nina miaka 28 au 40, alafu sijapata kazi. Labda yeye katika akili yake anajua kwamba kazi mpaka niajiriwe. Kwa hiyo anasubiria sasa, anafika miaka 34, anasubiria kuajiriwa, lakini bado mawazo yanaanza kujitengeneza. Nakumbuka ili upate changamoto yote ya akili, huwa inajitengeneza taratibu. Ile stress, ile changamoto ile inatakiwa ianze taratibu, sio siku moja tu, ianze taratibu. Ikifanyika siku moja ikakupelekea mpaka upate changamoto ya akili, ujue ile changamoto imekuja kwa ukubwa mkubwa sana ambao uweze kuhimili. Kazi, watu wanachagua kazi za kufanya. Na leo nilikuwa pale kwenye semina ya uwakili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sisi waumini tulikuwa tunajifunza kwamba watu wanachagua sana kazi. Unaona? Wewe unajua kabisa hauna hata milioni 1, lakini unataka kazi nzuri ili uweze kufanikiwa. Lakini pia katika tafiti za kawaida tu zinasema watu ambao wanafanya biashara au shughuli zao wao wenyewe ndio wanaoweza kuwa na afya nzuri, kwa sababu wale wanatengeneza kipato chao wenyewe kwa uhuru wao. Yaani pesa anayotengeneza ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo anaweza akaamua bidii anayoifanya, anaweza kaifanya bidii ikampa hela nyingi. Ila sasa kwa sababu tunasoma tunataka tuajiriwe, tulipwe hiyo. Sasa wale wanaotuajiri sasa wanatupigia mahesabu na kulipa milioni 1 na kulipa 800,000. Amepiga mahesabu kabisa. Yaani baada ya mwezi hiyo hela kulingana majukumu tunayokupa inakuwa imeisha. Ila sasa ukitaka kufanikiwa, ili kazi isiende kuleta pressure na magonjwa mengine ya akili, lazima uhakikishe kwamba unafanya biashara. Jamani, jamii zozote ambazo zimeendelea ni zile ambazo wanafanya biashara za kutosha. Twendeni tu tukaone kanda ya kaskazini kule, kwa ndugu zetu Wachaga wa pale. Yaani biashara ni kama sijui tusemeje, yaani kitu kiko kwenye damu. Yaani wanataka muda wote mtu yote afanye biashara. Wewe ukisema una biashara, mjomba anafungua duka la hardware pale, alafu anakuambia rudisha hela zangu ndani ya miaka 10, wewe umesharudisha milioni 10 yangu. Kwa hiyo unakuwa unafanya biashara unarejesha, nafanya biashara unarejesha, duka kalifungua yeye mwenyewe. Kwa sababu wao wanaelewa kwamba kutatua swala la umaskini ni kufanya biashara pamoja na kazi zote mtu ambazo wanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi tunachagua kazi. Nyanya hatutaki kuuza sokoni, mchele hatutaki kuuza sokoni,
Matofali hatutaki kufyatua, kuchomelea chuma hatutaki, kuchomelea nondo hatutaki, kutengeneza meza au vitu fulani hatutaki. Yaani kila kitu hatutaki. Tunataka kile kitu ambacho kinakulindia heshima, kwamba huyu ni mwalimu, huyu ni daktari, huyu ni nani. Ni matatizo tu. Yaani mambo yote ni changamoto, kwa sababu hela haijawahi kutosha kwa kazi ya kuajiriwa. Yaani hata sisi ambao tunakuwa tunafanya kazi za kuajiriwa, unawaza tu kwamba sijui nichomokee wapi, nichomokee wapi. Wewe unafikiri mtu amefanikiwa, wewe unawaza uchomokee wapi ili upate pesa ya kuweza kuendesha familia yako, kuitetea familia yako, ndugu, na kwa ajili ya kutumika kanisani na kwa jamii kwa ujumla. Unaona hela haitoshi. Haitoshi. Watakuomba watu michango, watu 20 kwa mfano. Mimi kuna mwezi mmoja ulifika watu 20, wana harusi, hapo wengine unafahamiana nao watu 20. Hasa niambie, unaweza ukatoa shilingi ngapi? Na unaweza ukakaa kimya. Unaona? Utawachangia wangapi? Na una hela kiasi gani wewe ya kumaliza hizo kitu? Hauwezi kutoboa. Lazima tu uhakikishe kwamba unajizatiti vizuri. Kwa hiyo kazi, na naomba niishie hapo kwenye kazi kwa sababu nitaifafanua kidogo pale. Mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahusiano ni chanzo kikubwa cha changamoto za afya ya akili. Kwa sababu jinsi watu wanavyoyachukulia mahusiano sivyo vile ambavyo yanakuja kuwafanya. Unaona? Swala la mahusiano halijawahi kuwa la kawaida, kwa sababu linacheza na hisia za binadamu. Binadamu yoyote yule unayemuona ameumbwa kwa hisia. Yaani hisia, tukisema hisia, kuna zile hisia za kupenda. Kuna hisia na yenyewe ina mgawanyiko mkubwa, lakini sitaki kwenda ndani sana nikawachanganya. Lakini tunaposema hisia, mtu anavyowekeza imani yake kwa mtu. Na sasa sisi vijana ndio shida hiyo. Mtu ameshakwambia kwamba wewe tulia, si ndivyo? Nimejitoa, mimi ndo nitakuoa, wewe tulia, si ndivyo? Wewe tulia. Anakutuliza kila siku. Mwaka wa kwanza, umetulia. Anakwambia mimi ndo nitakuoa. Unanionaje kwa mfano? Anakwambia hivyo. Mwaka wa pili, tulia. Wa tatu, wa nne, wa tano, Jumapili tu umetoka kanisani, unaona status mtu ameofunga na ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumapili, yani umetoka ibadani hapa Mirumbani, unaona status mtu ametuma kabisa, ameweka amefunga na ndoa, amechukua mdada mwingine tu hata pengine umjui au unamjua, ameshafunga na ndoa. Na wewe unasema nilimkataa wa kwanza nikasema nina mtu, nilimkataa wa pili nikasema nina mtu, nikamkataa wa tatu nina mtu, na saa hizi nimeshakataa watu 20. Alafu huyu Sasa lazima kiakili, kwa sababu tumeumbwa na hisia, lazima uumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hisia zikiumia ndipo unavyoanza kupata changamoto. Kuna watu mpaka kula wanashindwa kwa sababu ya hisia zile. Utambembeleza hawezi, anajisikia ameishiba. Na hiyo kisaikolojia inawezekana, kwa sababu ni taarifa tu zinazotumwa kwenye ubongo. Kuna homoni tu ambazo zinazalishwa. Kwa hiyo ni taarifa tu inayotumwa kwenye ubongo kwamba wewe unajisikia kama umeshiba. Kwa hiyo unashangaa kweli tukikuuliza unasema mimi sijisikii kula. Yaani unakosa hamu ya kula. Na hiyo ni changamoto kwenye afya ya akili, ni dalili mojawapo. Kishaona mtu hajala na hajisikii kula, sio kawaida. Wewe hujala na haujisikii kula toka saa 12 asubuhi mpaka saa hizi mchana, sio kawaida. Lazima kuna shida sehemu fulani, kwa sababu ubongo ndio unaotoa taarifa kwamba kuna njaa huku, chakula kimeshatumika chote, kwa hiyo leta kingine. Seli za mwili zinaomba chakula, mwili unanyong'onyea kama hujala. Sasa ukishaona unashiba tu, hiyo ni changamoto. Kwa ndugu zangu, swala la mahusiano, huo ni hapa mfano mmoja, na mifano ambayo imepita pale nyuma. Tunasema swala la mahusiano limechukua hata mkubwa. Kwa hiyo sasa kwenye maisha sasa hivi tunaishi kwenye ulimwengu
usipokuwa yani usiwekeze mambo mengi kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye mahusiano wewe ukubali, kama mimi niko saizi sitaki mahusiano, au saizi sitaki kuolewa au sitaki kuoa, yani uwe wazi, yani asikuchanganye mtu. Alafu kama umeolewa au umeoa, swala la kufuatilia mtu kwa undani kila siku, utakuja kutengeneza tatizo ambalo halipo, alafu mambo yote yanakukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watu muda wote wanafuatilia. Wewe ulishaona watu unaweza ukamlinda wewe mwanamke au mwanaume. Mungu peke yake ndiye anaweza kumlinda mume wako, ndiye anaweza kumlinda mke wako. Kama una mchumba, Mungu peke yake. Nilikuwa kwenye semina moja mwaka wa nyuma hapo kidogo. Yani ni kwamba watu wanakuambia mtu anaweza kuenda kuzini saa ngapi? Saa 4 asubuhi, alafu nyumbani kila siku anakuja saa 12. Wewe unafikiri kwamba nimemlinda? Ni Mungu peke yake anayeweza kumlinda mtu, na moyo wake mwenyewe akikaa tafakari aseme kwamba huyu mtu mimi ninachokifanya ni sahihi. Yani yeye mwenyewe mtu anatakiwa jiulize. Sasa kuna watu sasa wanaugua magonjwa ya akili kwa kuperuzi, kufuatilia kupita kiasi. Ile ni tatizo ndugu zangu, lile ni tatizo kubwa, kwa sababu wewe muda wote unajua ni kwa nini? Wewe muda wote uko juu, unahemea juu. Si unafuatilia? Ukikuta kama message mambo, mbona akujibiwa huyu? Akijibiwa na kwenyewe, mbona ulimjibu sana? Message 10 zote, si ndivyo? Asipojibu na kwenyewe, kwa nini akumjibu? Kwa sababu nipo. Ningekuwa sipo karibu, angekuwa shamjibu. Kwa sababu unafuatilia. Umeona? Lakini kama haufuatilii kiasi hicho, lazima mkae. Unajua kama ni mume na mke au ni wapenzi, lazima mkae, si wachumba tu. Kubaliane kabisa, bwana, maisha tunataka yaende hivi. Mambo 1 2 3 4 5, mimi haya siyapendi, siyataki. 1 2 3 4 5 ukiyafanya siyawezi kuyahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima useme kwa uwazi. Kwenye mahusiano tunasema solution ni kusema kwa uwazi. Wewe bwana, mimi naona jinsi wewe unavyokuwa na rafiki wa kike wengi na unawaposti kwenye status, naumiaga kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Naumiaga kweli. Sasa wewe useme, unakaa unaumia na unafuatilia tu mpaka unasema hivi, huyu Loda ni nani? Loda, mtu tu ameandika tu happy birthday Loda, ameweka kwenye status, umeshachanganywa. Loda nani? Unaona? Alafu Loda mbona simjui? Umeona? Hasa utawajua wote anaofahamiana nao mke wako, anaofahamiana nao mume wako, rafiki yako, mchumba wako, utawajua saa ngapi wewe? Hauwezi kuyajua hayo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasisitiza swala la mahusiano kuwekwa kwa uwazi na kumwamini mtu. Na kama haumwamini, sasa kama haujaoa na kuolewa, sisi watu tunashauri uache, uchanje mbuga zako kitaalamu kabisa. Ila kama umeolewa na kuoa, lazima utafute solution sasa. Utatuzi kwamba sasa nitafanyeje? Nikimbie mke au nikimbie mume? Lazima Mungu sasa yupo, atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu kila mtu Mungu kamuumba katika muktadha huo wa kuhitaji mtu wa pili, ubavu wake, mahusiano, ndivyo sasa inakuwa kila mtu hii changamoto haiepuki. Wale vijana ambao wanakuwa hawa ndio wanachanganyikiwa kabisa. Watu wanaanza kutaka kuingizwa kwenye mahusiano wakiwa wadogo. Yaani binti mdogo miaka 10 tu yupo kwenye mahusiano na ana jamaa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jamani, ni kumjaribu Mungu. Unaweza ukachanganyikiwa, tutasema Mungu alikuacha miaka 10 una majamaa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Majamaa 3 miaka 3, miaka 10 3. Unabebaji 3? Alafu sasa ukiwa mdogo, hata hiyo kusema kwamba utakuwa si una faidi, hawakuhongi chochote, wanakuletea chipsi au handkerchief, yani kitambaa cha kujifutia hivi. Unaona? Miaka 12 binti anapata ujauzito, miaka 12 au 11. Mume wake